Fikiria kwa dakika moja. Je, ikiwa historia tuliyofundishwa shuleni ni nusu tu ya ukweli? Je, ikiwa maelfu ya miaka iliyopita viumbe kutoka anga za mbali walitua duniani, si kama wageni, bali kama miungu? Leo tunasafiri hadi Mesopotamia ya kale, nchi ya Wasumeri, kufunua siri ya Anunnaki, wale waliotoka mbinguni kuja duniani. Karibu kwenye makala hii ya kusisimua. Karibu, hii ni TGM Online TV. Usiache kufollow account yetu. Twende kazi. Inasemekana miaka 450,000 iliyopita, sayari ya Nibiru ilikuwa kwenye hatari. Angahewa lake lilikuwa likiharibika, na njia pekee ya kuliokoa ilikuwa ni kutumia vumbi la dhahabu. Anunnaki, wakiongozwa na Enki na Enlil, walitua duniani kutafuta madini haya adimu. Walijenga vituo vyao vya kwanza huko Eridu, wakichimba dhahabu katika migodi ya Afrika Kusini. Lakini kazi ya kuchimba dhahabu ilikuwa ngumu sana. Baada ya maelfu ya miaka, wafanyakazi wa ngazi ya chini wa Anunnaki waligoma. Hapo ndipo Enki, mungu wa maarifa, alipotoa pendekezo la ajabu: tutengeneze kiumbe atakayefanya kazi hii kwa niaba yetu, kwa kutumia vinasaba DNA vya viumbe wa hapa duniani na kuchanganya na vyao. Walimuumba Adamu, binadamu wa kwanza. Hatukuumbwa kwa ajili ya ibada, bali kama watumwa wa migodi. Lakini binadamu waliongezeka na kuwa na kelele. Enlil, kiongozi mkuu wa Anunnaki, alikasirika na kuamua kuwafuta wanadamu wote kwa gharika kuu. Hata hivyo, Enki, mungu aliyetuonea huruma, alimvutia siri binadamu mmoja aitwaye Ziusudra au Nuhu na kumwambia ajenge safina. Leo, mabaki ya ustaarabu wao yameenea duniani kote, kutoka mapiramidi ya Misri hadi majengo ya ajabu ya Amerika ya Kusini. Je, watarudi tena wakati sayari ya Nibiru itakapopita karibu na dunia? Wewe unaonaje? Je, hii ni ngano tu au ni ukweli uliofichwa na wenye nguvu?